The Storybook. Ndipo kiongozi wa Kirumi aliyejulikana kama askofu akatawaza kama kiongozi wa kanisa. Baada ya askofu kutawazwa kama kiongozi wa Katoliki, alizuia washiriki wake wa kawaida kusoma Biblia. Lengo lao lilikuwa kuzuia washiriki wasisome maandiko ili kugundua mafundisho ya uongo kama vile roho haifi, kuabudu watakatifu, utunzaji wa Jumapili, mafundisho mengi ya uongo pamoja na makubaliano na uasi. The Storybook. Katika historia ya kanisa katika vizazi vyote. Kanisa la Mungu katika vizazi vyote limepitia katika vipindi mbalimbali, na kila kipindi kilitofautiana kingine kulingana na matukio mbalimbali ambayo yalitukia, japo haikubadili mpango wa Mungu wa wokovu bali imani yao. Kupitia imani, kanisa limepitia katika vipindi 8 tangu lilipoanzishwa na Mungu pale Edeni. Kipindi cha kwanza ni kanisa katika Agano la Kale. Kipindi cha pili ni Agano Jipya. Kipindi cha tatu ni zama za giza. Kipindi cha 4 cha wana matengenezo. Kipindi cha 5 kanisa la mmoja wenye imani kali. Kipindi cha 6 ni kanisa la wamishonari wa kwanza. Kipindi cha 7 ni wana marejeo. Kipindi cha 8 ni cha wana masalia. Kanisa la kwanza kwa ufafanuzi. Kanisa katika zama za Agano la Kale. Kanisa la kwanza lilianza pale Edeni, ambapo washiriki wake wa kwanza walikuwa ni Adamu na Eva. Mchungaji wao alikuwa ni Mungu. Kanisa hili lilipokea sheria ya Mungu kama kanuni pekee ya maisha yao. Watoto wa Mungu walikuwa watu wa Mungu, walitunza amri 10 za Mungu muda mrefu kabla ya Musa kupewa pale Sinai. Unaposoma Mwanzo fungu lake la 26 ambayo inasema kuwa kwa sababu Abrahamu alisikia sauti yangu akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Hivyo katika kipindi hiki Mungu alifanya agano na watu wake kama Ibrahimu, Isaka na Yakobo, pia na wana Israeli. Agano hili lilikuwa la milele katika vizazi vyote, yaani kuokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Wakristo wa kale walipitisha mpango wa wokovu ambazo zilizomwakilisha Kristo kama kafara aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Kwa imani kupitia dhabihu walizotoa waliwekwa huru na kuwa kama viumbe vipya kwa njia ya imani katika Masihi aliyeahidiwa. Mungu aliwaongoza washiriki kupitia manabii na wafalme mbalimbali, na kupitia kwa Musa, manabii na waandishi wa kwanza wa Mungu aliowatumia kuweka kumbukumbu mbalimbali na maagizo yake yote ya kudumu katika nyaraka mbalimbali. Maandiko hayo yenye uvuvio wa Roho wa Mungu yalisomwa ndani ya mahekalu, masinagogi na katika mikusanyiko yote ya kidini. Kanisa katika Agano Jipya. The Storybook. Kanisa katika Agano Jipya lilishirikiana na imani ambayo walikabidhiwa washiriki wa kwanza, ilikubali sheria ya Mungu kama kanuni pekee ya maisha yao. Na kwa kuwa watu wengi walidhani ya kuwa ujio wa Yesu ungelitangua mafundisho ya awali, ikiwa ni mpango wa sheria ambao ni Yesu aloanzisha. Hivyo basi Yesu akasema kuwa usidhani ya kuwa nimekuja kutangua sheria wala manabii, bali kuitimiliza. Washiriki wa kanisa hili walipenda na kutumia sheria ya Mungu. Unaposema tukisoma kitabu cha Warumi sura ya 7 mlango wa 22 inasema kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. Hivyo kanisa hili lilipata upendeleo wakimuona Yesu ambaye alikuja katika umbo la mwanadamu, lakini kwa sababu ya mila na desturi mbaya washiriki wake hawakuweza kumtambua Yesu kama Bwana na Mwokozi wao, na wengine wengi hawakumpokea. Kanisa hili lilikuwa na makao yao kule Yerusalemu.
likisimamiwa na mitume wa Yesu. Mitume waliendelea kuhubiri Injili kwa mataifa yote, kuwa hakuna wokovu kwa yoyote isipokuwa kwa Yesu aliyesulubiwa. Viongozi na washiriki wa kanisa hili waliandika Injili kwa nyaraka mbalimbali juu ya makanisa na yale ambayo yangefuata baada yake. Lakini baada ya Yesu Kristo kupaa juu mbinguni, ndipo washiriki wa kwanza walianza kupata mateso makali wakati ya Injili ilivyozidi kuendelea mbele na kupanuka. Walizidi kupata upanga mkali. Mitume na washiriki walizidi kupelekwa magerezani, waliteswa na wengine kuuawa, akiwepo Stefano aliyeuawa mnamo mwaka wa 34 AD. Katika kipindi hiki cha utawala wa dola ya Kirumi kati ya mwaka wa 100 na mwaka wa 300 baada ya Kristo, ndipo giza la mateso makali lilisonga kanisa, lakini uaminifu wa Kristo ulikuwa mkubwa sana. Baada ya kuona kwamba upanga wa mateso huwezi kukomesha imani ya Wakristo, yule adui akalazimu kubuni mbinu nyingine ya kulifanya kanisa liweze kupendwa na utawala wa kidini, ikiwemo utawala wa kiserikali. Mafundisho ya uongo yakaanza kuingizwa, hivyo wale waliokuwa na imani dhaifu hatimaye waliweza kupotea kabisa. Wakadri wa Kristo walivyoanza kupata utajiri mwingi katika biashara na nguvu serikalini, mnamo mwaka wa 476 ndipo makabila kutoka kaskazini yalivamia na kuangusha dola ya Kirumi. Na katika harakati hizo ndipo kiongozi wa Kirumi aliyejulikana kama askofu akatawaza kama kiongozi wa kanisa. Baada ya askofu kutawazwa kama kiongozi wa Katoliki, alizuia washiriki wake wa kawaida kusoma Biblia. Lengo lao lilikuwa kuzuia washiriki wasisome maandiko ili kugundua mafundisho ya uongo kama vile roho haifi, kuabudu watakatifu, utunzaji wa Jumapili, mafundisho mengi ya uongo pamoja na makubaliano na uasi uliosambazwa sana. Bado walikuwepo waaminifu wachache wateule wa Mungu ambao waliweza kudumu kuwa na imani ya Yesu na kuzitunza amri 10 za Mungu. Hivyo mwanzo wa kipindi hiki cha ufunguaji wa kusoma maandiko ulipelekea giza la kiroho kuingia katika kanisa la Mungu na kupelekea kanisa kuingia katika zama za giza. The Storybook. Katika kipindi hiki cha karne ya 6, maaskofu wa Rumi walikuwa na nguvu na mamlaka juu ya makanisa mengine ya Kikristo. Utawala wa Papa ulikuwa na nguvu na mafanikio makubwa mnamo mwaka wa 538 baada ya Kristo, ukiwa chini ya upapa kama kiongozi wake mkuu, na kufikia mwaka wa 1798 ndipo ulipoteza mamlaka. Hivyo katika kipindi hiki kanisa Katoliki ilianzishwa kutiwa gerezani ama pengine kuteswa hadi kuuawa kwa upanga au kuchomwa moto kwa wote waliokataa. Kipindi hiki kirefu cha historia kinajulikana kama zama za giza kwa sababu ukungu mzito wa giza ulikuwa umetanda katika dunia yote, maana maandiko ya Mungu hayakupatikana kamwe wakati huo. Pamoja na ukungu mzito wa giza, bado mwangaza wa ukweli haukuzimika katika Wakristo. Katika vizazi vyote Mungu amekuwa ushahidi walio imani hai na watu waliotetea ukweli na kuhifadhi neno la Mungu katika akili zao, pamoja na kupewa majina mbalimbali mabaya kama vile ofshuti ama wazushi na kuchafuliwa tabia zao, bado walisimama imara. Mashahidi hawa walisimama imara na kutetea imani yao ya usafi na kuhifadhi kweli kama urithi wa vizazi ambavyo vingefuata mpaka siku ya leo. The Storybook. Lawana matengenezo. Katika kipindi hiki kanisa kitafanya matengenezo ya kuondoa mafundisho ya uongo yaliyokuwa yameagizwa katika dini ya Kristo. Wakristo hawa walijenga imani yao kuwa sheria ya Bwana haibadiliki, bali itadumu na kufaa katika vizazi vyote.
Miongoni mwa Wakristo hawa ni Waldensia ambao walikuwa wakikaa katika nchi ile ambayo upapa ulikuwa umeweka kitovu cha utawala wake. Waldensia hawa walisimama imara kupinga mafundisho ya uongo yaliyoingizwa na Rumi. Maficho yao yalikuwa ni milimani, kwenye miporomoko, na huko ndiko ambako waliweza kupata mwanga wa kimbingu na kuendelea kuhifadhi imani yao ya kale. Katika kipindi hiki ndipo wana matengenezo wengi waliibuka katika nchi mbalimbali kupinga madanganyo yaliyosambazwa na Rumi. Miongoni mwa hawa ni John Wycliffe ambaye alikuwa ni mwana matengenezo mkuu Uingereza na duniani kote. Kupitia maandishi yake aliweza kuongoza wengi kufanya matengenezo kama vile John Hus akiwemo kwenye nchi ya Bohemia huko Ujerumani, Jerome Philip Melanchthon, John Calvin nchini Ufaransa, Rick Zwingli akiwa katika nchi ya Uswizi na wengine wengi. Kipindi hiki cha matengenezo ndipo Biblia ilianza kufasiriwa katika lugha tofauti ili kuwawezesha waaminifu ama waumini. Pendoseli alitafsiri Biblia katika lugha ya Kideshi. William Tinale kushirikiana na kiwanda cha uchapishaji wa tafsiri wa Biblia huko Uingereza katika lugha ya asili yao watu hao. Hivyo giza lililokuwepo likaondoshwa na neno la Mungu. Msukumo mkubwa wa wana matengenezo katika kanisa hilo ulifikiria kilele katika kipindi ambacho Martin Luther alionyeshwa imani kuwa mwenye haki akaishi kwa imani. Mnamo mwaka wa 1517 Novemba aliweza kuandika orodha ya mambo 95 na kubandika katika mlango mkubwa ambao katika mlango ambao ni Wittenberg Castle. Baadaye mambo hayo yalipigwa chapa na kusambazwa katika wilaya yote, na pale alipoitwa ili kukanusha alikataa na akusema kuwa mtu hawezi kufanya kujisuta kwa dhamiri yake mwenyewe. Kanisa la wana matengenezo lilikuwa na kupanuka kama matokeo yaliyofanywa na Martin Luther kufasiriwa Biblia kwa lugha ya Kijerumani. Hivyo kanisa liliendelea na kazi ya kufasiri Biblia katika lugha mbalimbali na kusaidia kuondoa ujinga wa maandiko. Hiyo maandiko yake yalisaidia watu kama vile John Wesley kupeleka kweli kwa mataifa yote. Kanisa la mahojaji wenye imani kali. The Storybook. Katika kanisa hili, katika kipindi hiki walitokea Wakristo waliokuwa na imani kali ya kidini. Hawakupenda imani na uhuru wao kuingiliwa na kitu chochote. Hivyo mnamo Septemba 16, 1620 mahojaji 100 waume kwa wake walikuwa na msimamo mkali, na kipindi hiki waliweza kutafuta sehemu ambayo wangekaa na kuwa na uhuru wa kidini. Walitweza jahazi lao katika bahari na kuelekea nchi ya maua ambao ni Marekani. Safari yao ya imani iliweza kufua dafu kwa sababu walikuwa wanataka uhuru wa dini. Miongoni mwao ni Roger William ambaye alikuwa ni mwanzilishi wa kisiwa cha ukoloni wa Rhodesia, na kisiwa hiki ndipo palikuwa na makao ya kwanza huko Marekani ili kuwa na mfumo wa utawala wa jamhuri ukiwa na uhuru kamili wa kidini. Kanisa la mishonari kwanza. The Storybook. Kikamilifu na kupeleka injili ya Kikristo katika nchi mbalimbali ambapo zilikuwa ni hazijafikia. Wana ujumbe huu makanisa mengi ya Kiprotestanti baada ya kupokea injili ya kweli waliamua kuisambaza katika ulimwengu mzima. Miongoni mwa hao wamishonari hawa ni William Calvin. Huyu alifanya kazi katika nchi ya India baada ya kupokea neno kupitia kwake. Katika vyama mbalimbali vya umishonari viliweza kuanzisha ili kusaidia kazi ya umishonari. Zaidi ya vyama 7
vilianzishwa huko Uingereza na Marekani katika robo ya kwanza ya karne ya 9 kufuatisha kuanzishwa kwa chama cha kimishonari cha kanisa mwaka wa 1799. Zama za umishonari za kisasa zilikuwa zimeanza. Wamishonari hawa walipata mateso na hasara kubwa kwa ajili ya upanuzi wa mipaka ya Injili katika nchi mbalimbali, lakini hawakurudi nyuma, walisonga mbele kwa ujasiri. Pamoja na Carey, mwingine ni Robert Jackson. Huyo alifasiri kamusi ya maneno ya Kizungu kwenda Kichina na kuchapisha Biblia. David Livingstone, mwasisi wa Ukristo katika bara la Afrika. John William katika kusini mwa bahari ya Pacific, na Robert Moffat aliyekuwa mtangulizi wa kazi katika Afrika. Kanisa la wana marejeo. The Storybook. Kipindi hiki ilitilia mkazo kwa mafundisho ya kurudi kwa Yesu. Dalili na matokeo yalionyesha ukaribu wa kurudi kwa Yesu yalihubiriwa wakiamini kwamba Yesu angalirudi mapema katika karne ya 19. Matukio kama tetemeko la Lisbon mwaka wa 1755, nyota kuanguka 1883 na jua kutiwa giza 1780. Hivyo ilikuwa ni dhahiri kurudi kwa Yesu mara ya pili. Lakini kipindi hiki kilienea sana wakati wa William Miller baada ya kujifunza unabii wa Danieli 8:4 kuhusu kutakaswa kwa patakatifu. Akajua kuwa ndio kulikuwa kutakaswa kwa dunia kwa moto wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Hivyo akasambaza ujumbe wa marejeo ya Kristo pamoja na mwenzake. Hivyo watu walijiandaa wakiamini kuwa Yesu angalirudi kabla ya mwaka tukio la 1844. Wana Masalia. The Storybook. Ni neno lilotumika ili kuonyesha kipindi cha mwisho duniani. Kanisa la masalia ni lile ambalo litasalia hadi mwisho wa wakati, likishikilia kweli kama zilivyoanzishwa na Mungu. Nabii Yohana hutaja tabia kadhaa zinazotambulisha kanisa la wana masalia. Katika kitabu cha Ufunuo, sifa ni kama zifuatazo: linashika amri 10 za Mungu katika Ufunuo 12:17, kuwa na ushuhuda wa Yesu au roho ya unabii, Ufunuo 12:17, linatangaza ujumbe wa malaika watatu, Ufunuo 14:6, linatangaza Babeli ya kiroho, Ufunuo 14:8, linaonyesha watu juu ya kupokea alama ya mnyama na kuwaonya, Ufunuo 14:10, kuwa na subira ya watakatifu, Ufunuo 14:12, kuwa na imani ya Yesu, Ufunuo 14:12. Kanisa la masalia ni lile ambalo litashindania imani walokabidhiwa washiriki mara moja tu katika Yuda 1:3. Lazima lipinge mafundisho ya Kiprotestanti yalo kinyume na kweli ya Biblia. Kazi ya wana matengenezo katika kanisa la masalia litajengwa katika misingi ya mitume na manabii, ama katika neno lake Mwenyezi Mungu. Watu wake kutembea katika nuru ya neno la Mungu badala ya kufuata mapokeo ambayo mafundisho ya mwanadamu. Mungu aliweka wakfu katika kanisa la masalia ili liweze kuwa pamoja na ujumbe wa malaika watatu katika ulimwengu wote kabla ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Hivyo ukichunguza vizuri utagundua kuwa kanisa la Waadventista wa Sabato linapatana na mafundisho ya Kikristo katika vizazi vyote, kama vile mafundisho juu ya haki, kuwa na neema kwa njia ya imani, hukumu, Sabato ya siku ya 7, ubatizo, kuzamishwa ndani ya maji mengi, zaka, karama ya roho ya unabii, kuja kwa Yesu mara ya pili, hali ya wafu. Ndiyo mafundisho ambayo
katika kanisa la Mungu liliweza kukabidhiwa ili wajiunge na kanisa la masalia. Watu lazima waitwe kutoka katika makanisa yaliyoanguka, yaliyoingia katika Babeli ya kiroho na kuweza kujiunga katika kundi la wana matengenezo, wana masalia, ambao wanatangaza hata katika kituo kikuu na kumngojea Yesu Kristo kurudi mara ya pili. Mungu awabariki sana. Free, how sweet would be